nilikuwa chuoni. Yeye ndo alikuwa anakuja kutoa elimu ya siasa. Alikuja kutoa elimu ya siasa pale chuoni kwetu na Chingwea. Mimi ni mwimbaji mzuri. Mimi ni mwanakwaya. Tangia nikiwa mdogo. Hadithi njoo. Kwa muktadha huo yeye amekuja kutoa elimu ya siasa. Mimi sikujua. Mimi kama mwimbaji naimba tu, tumeimba tumemaliza. Baada ya kumaliza yeye amerudi kwenye eneo lake la kazi. Sisi tumebaki pale chuoni. Hii sijawahi kumwambia hata siku moja, kama yeye alivyokuambia kwamba sijawahi kuisema hii hata siku moja kwamba aliitwa na mzee sema leo Ali Hassan Mwinyi. Uliitwa? Yes, alisema aliitwa na mzee Ali Hassan Mwinyi. Akaambiwa jambo, na mimi hii leo sijawahi kumwambia hata siku moja. Na sijawahi kuisema hata siku moja. Sema nisikie. Kwa hiyo kilichojitokeza baada ya hapo, mimi nimeimba nimemaliza, sijui chochote, sifikiri chochote katika maisha yangu. Si tulikuwa tuna Bugando na Bunyoro, mabweni mawili. Bugando na Bunyoro, bweni moja la wanawake, la wasichana, bweni moja la wavulana. Sasa tumerudi mabwenini. Mimi kama kawaida yangu, mimi nilikuwa ni binti mpole sana. Yaani huwezi kusikia sauti yangu. Hapa mpaka pale sio kitu cha kawaida. Sasa kwenye korido mle wasichana wanapita. Wanasema umemwona? Wanajipitisha. Wanapita koridoni, ndio tuko koridoni. Wameshaondoka. Nenda kazini, hajui kinachoendelea huku. Basi kila mtu pale, jamani mmemwona? Wakati ndio katibu wa CCM wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Chingwea. Jamani, wanasema presentation yake handsome boy. Handsome boy. ilikuwa kwa aina yake. Jamani, muone alivyo katibu, yani ni walitumia neno mzuri. Mzuri katibu. Tumempenda sana. Katibu chama huyo. Katibu wa wilaya. Basi wakazungumza wakamaliza. Mimi sijui hili kama haupo. Sijui chochote. Sijui chochote. Katibu wetu amekuja kutupa habari kuhusu maeneo yale kusini, hasa Msumbiji na maeneo mengine yale Mozambiki. Basi baada ya hapo tukaendelea, lakini Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Baada ya muda bwana ananioa. Sasa lakini kutokana na alivyokuona chuoni siku ile, mimi sijui. Nilimuona. Mimi sijui. Na mimi nilikuwa nafundisha lakini unamwangalia. Katika kufundisha na mimi nikaona. Kuona alikuwa na utofauti gani yeye kumuona kuliko kuwaona wengine? Kwa nini ulimuona yeye haraka? Haina maelezo. Sasa kabla hiyo haijaenda, kwa hiyo ndo tukaanza maisha. Lakini kitu kikubwa ninachotaka, kwa nini nilianzia kule mpaka nikafikia hapo, nikaeleza ile hadithi, maana yake Mwenyezi Mungu umpa mtu amtakaye.